kwenye kukopa lazima tuzingatie kwamba kitu cha kwanza ni sababu. Kwa nini unakopa? Kitu cha kwanza ni sababu. Kwamba kwa nini unakopa. Ndio, unajua kwenye kukopa lazima ujue kabisa kwamba je, huu ndio wakati sahihi wa mimi kukopa? Kwa sababu cha kwanza ni sababu. Kuna watu ambao anakopa fedha kwa ajili ya matumizi ya muhimu na ya haraka. Hiyo ni sahihi kabisa, hamna shida. Labda mtoto amepata labda ajali au amepelekwa hospitali au na mgonjwa hospitali, alafu anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa, na wewe huna fedha. Kwa hiyo ni lazima ukope fedha kwa ajili ya kwenda maisha, uhai wake. Kwa hiyo kumbe ni kitu cha muhimu na cha haraka. Sawa. Lakini kuna mambo mengine ni ya muhimu lakini sio ya haraka. Nataka ninunue uwanja, lakini lazima ninunue sasa hivi. Kama sasa hivi siko vizuri, sio haraka. Kwa hiyo kumbe ni muhimu lakini sio lazima ninunue sasa hivi. Kwa hiyo sio lazima nikakope hela ili nje ninunue nini? Kiwanja. Lakini kuna watu wengine wanakopa fedha kwa sababu ya mambo ambayo sio ya muhimu lakini ni ya haraka. Kwa unakuta kwamba kwa mfano tuna mechi ya Twiga Stars leo, si ndio? Kifurushi kimeisha. Ni jambo ambalo usipolipia kifurushi chako huwezi ukaiona ile mechi. Ni jambo ambalo ni la haraka. Ukichelewa tu umekosa. Lakini sio muhimu. Wow. Lakini pia kuna watu wengine wanakopa kwa sababu ya mambo ambayo sio ya muhimu. Alafu sio ya haraka. Hebu shikilia kwanza. Sio ya muhimu na wala sio ya haraka. Na wanakopa. Tuendelee, Vincent John. Asante. Sasa kwa hapo tunaweza tukasema kwamba kwa mfano tuna harusi mwezi ujao. Sasa wewe kwa sababu umesikia kwamba kuna mchango unahitajika, sio lazima tu iwe harusi, lakini ni kitu ambacho bado muda hujafika. Unalazimika kwenda kukopa ili kujiandaa na kile kitu ambacho pale unaenda kukopa kwa ajili ya kwenda kutumia fedha, haitakuja kukusaidia wewe kurejesha. Kwa hiyo kumbe kuna mambo mengine. Kwa mfano kuna michango sio ya muhimu kama ambapo utakuwa huna uwezo, wema usizidi uwezo. Kwa hiyo unakuta kwamba huna uwezo wa kulipa, lakini unalazimisha ukakope ili uweze kuchangia uonekane na umefanyaje? Umechangia. Kwa hiyo kumbe hapo kwenye sababu lazima uzingatie kwamba je, hichi kitu ninachotaka kukopa ni kitu ambacho ni cha muhimu, na je kina haraka gani? Kwa hiyo lazima ujiulize. Wakati mwingine inabidi uahirishe, kwamba kama unataka kukopa airisha hata kwa wiki moja, wiki mbili. Ukiona ile sababu bado ipo, basi nenda kakope. Je, ni kweli una namna nyingine ya kupata hela mpaka ukakope? Kwa hiyo lazima uanzie hapo. Kama sababu yako ni ya msingi, nenda kakope. Lakini kama sababu sio ya msingi, basi inabidi uairishe. Lakini sababu nyingine au kitu cha pili cha kuweza kuzingatia baada ya sababu ya msingi ya kukopa ni uhitaji wa kukopa. Je, unahitaji kiasi gani? Lazima ujue kwamba je, mimi nahitaji kukopa kiasi gani? Kwa sababu ukienda kwa watu ambao wanakopesha hela, wao wanataka ukope nyingi ili apate riba kubwa. Ni kweli. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mimi nahitaji kukopa kiasi gani, na je kwa kitu ambacho nataka kukifanyia bajeti itatosha? Kwa sababu kuna watu ambao wanakopa fedha ikishazidi, ile inayozidi hawaizingatii tena, wanasahau kwamba kuna kurejesha. Kwa hiyo usipozingatia kwamba hichi ndio kiwango ambacho nakihitaji, lazima utaitumia vibaya, na badala yake ni kwamba utaweza kuishi nje ya bajeti. Utalazimika ukakope tena ili uje kurejesha ule mkopo. Hiyo ni sababu ya pili. Kwa hiyo lazima uwe na figure exactly ambayo unaijua kwamba nataka nikakope kiasi gani. Ndio. Lakini kitu cha tatu ambacho ni cha muhimu na cha kuzingatia ni kuweka bajeti ya matumizi ya mkopo wako. Umeamua kukopa kwa ajili ya biashara. Unajua kabisa sasa hivi nataka nikaweze kuongeza labda ni asset au nikaweze kutanua maeneo ya biashara yangu. Lazima uwe na budget. Na ile budget lazima uizingatie kwamba mimi kabla sijaweza kufanya kitu fulani lazima nianze na hiki nije na hiki. Kwa hiyo ni muhimu kuandika, kwa sababu usipoandika utasahau. Kwa hiyo lazima uandike bajeti yako ya matumizi kwamba mkopo wangu nitautumia kwenye maeneo gani. Ni muhimu sana kuweza kuandika. Lakini kigezo kingine ambacho ni cha muhimu cha kuzingatia, lazima ujue kwamba nitailipaje ile hela. Kukopa ni sherehe, kulipa ni matanga. Hiyo mnaisema sana hii. Ndio. Kukopa ni sherehe. Ni sherehe, lakini kulipa ni matanga. Ndio. Kwa sababu
Kuna watu ambao wanakopa wako kwenye ajira zao, ana uhakika nitalipa hela yangu kwa mshahara. Kuna mwingine ni mfanyabiashara, kwa hiyo yule anakopa anajua kwamba nitairudisha kupitia biashara, faida nitakayoipata kwenye biashara nitarejesha mkopo. Sasa ni muhimu kuweza kujua kwamba hii fedha nayoenda kukopa nitarejeshaje, kwa sababu kuna watu ambao wanaenda kukopa kwa ajili ya tukio, labda wanataka kufanya semina, wanataka kuleta kikundi cha burudani watumbuize, wanataka kufanya harusi, anaenda kukopa hela. Sasa ile hela atairudishaje? Na kuna ukomo kwamba labda hii hela baada ya mwezi mmoja unatakiwa urudishe. Kwa hiyo hapo ndo tunaanza kuingia kwenye madeni. Lakini kitu kingine lazima uzingatie unaenda kukopa wapi. Je, ni lazima nikakope kwenye taasisi za kifedha, labda benki au microfinance au kwenye vikoba? Maana na kwenye vikoba pia kuna vikoba hivi vya muda mfupi vya kuvunja, lakini kuna vikoba endelevu. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba je, hivi ni lazima niende kule au naweza nikaenda kwa ndugu, rafiki akanikopesha tena kwa masharti nafuu kabisa. Kwa sababu kuna watu wengine wanalazimika kwenda kule ambapo kuna masharti magumu, wanashindwa kwa sababu kipengele cha masharti ni muhimu. Lazima ujue kwamba je, huu mkopo naenda kukopa unanihitaji niende na masharti gani? Niwe na dhamana gani? Je, nitahitajika hati ya nyumba au labda nitahitajika kiwanja, labda niweke bond, nitahitajika labda gari au lazima niwe na mdhamini mwingine ambaye ataweza kunidhamini. Kwa hiyo lazima utambue masharti, vigezo vyote, ujue kwamba je, riba ni kiasi gani kwa ajili ya mkopo wangu na dhamana gani ambazo nahitajika, lakini ujue kwamba je, hatua gani zitachukuliwa endapo utapitiliza muda wa kulipa. Ndio ile unaona watu wananyang'anywa vitu. Kuna wengine wananyang'anywa vitu, kuna wengine wanapelekwa polisi, umeona? Kuna wengine wanafirisiwa kama hivyo. Nyumba zitauzwa kama viwanja. Ndio. Kwa hiyo lazima ujue kwamba je, ni hatua gani zitachukuliwa endapo nitachelewesha mkopo wangu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni cha muhimu sana cha kuweza kukiangalia, kwa sababu kuna watu ambao wanaenda kukopa, kuna masharti pale hawayasomi. Ni bora ukaenda na ule mkataba ukampelekea mtaalamu wa mikopo akakusaidia, mtaalamu wa fedha au mtu mwingine mwenye ufahamu, kulikoni ukachukua mkopo bila kusoma vipengele vyote. Na vingine vinawekwa kwa mtego, kwamba wanaweka kabisa kwamba anajua hapa akichelewesha tu hii riba inakuwa double, kwa hiyo inaongezeka mara 2. Ndio unakuta kwamba 200,000 anakuja kulipa milioni. Kwa sababu ile riba ni kwamba kama kwa mwezi ulikuwa unarudisha 10%, ukichelewesha muda kwa mwezi unalipa 20%. Kwa hiyo ile hela inaongezeka tena. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kutambua masharti kwamba je, natakiwa nilipe kwa masharti yapi, na kila sharti lazima ujue kwamba linakuathiri vipi. Je, utaliweza? Isije ikawa unachukua tu sharti ambalo utaweza kukabiliana nalo. Ndio. Lakini kitu kingine cha msingi cha kuzingatia ni kwamba kwenye matumizi kuna watu ambao hawezi kuwa na nidhamu ya kujisimamia. Je, una mtu ambaye atakusaidia kupangilia ukafanya kile tu ambacho ule mkopo wako umetaka ukakifanye? Kuna watu wengine wanachukua mkopo kwa sababu hajapanga bajeti. Ule mkopo anaanza kununulia vitu ambavyo sio vya msingi. Anaenda kununua nguo za sikukuu kwa sababu msimu wa sikukuu sasa hivi. Kuna mwingine anachangia tayari watu kwenye harusi, kwenye nini, kitu ambacho sio sahihi. Lazima kama unaona kwamba siwezi kujizuia kwenye huu mkopo, nikishapata hela ni kama zanipigia kengele mfukoni, nitumie. Bora ukatafuta mtu ambaye atakusimamia. Unampa proposal yako kwamba mimi mkopo wangu milioni 50, nitatumia kufanya 1, 2, 3 kwa muda fulani. Kwa hiyo naomba unisaidie kusimamia. Kwa hiyo kazi yako unampa ile bajeti yako, unaripoti kwake kwamba mimi mkopo wangu nimekopa kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hiyo nitafanya hivi na hivi na nitakuwa nakupa mrejesho. Ile itakusaidia kuwa na nidhamu. Sasa hata kama ndio huyo msimamizi yupo anakusimamia, lakini sasa pesa ni yangu, atanipangia kitu cha kununua au naweza nikafanya manunuzi bila kumwambia, yeye atajuaje? Sasa hapa ndio hapo tunasema kwamba lengo ni kufanikisha. Sawa. Kama lengo lako ni hilo na umeona umeshindwa kujiwajibisha wewe mwenyewe, tafuta mtu wa kukusaidia kuwajibika. Na usitafute tu mtu kwa sababu unatafuta, tafuta mtu ambaye unamheshimu, ambaye unajua sitamwangusha. Ukimwangusha kuna namna fulani utajisikia. Au labda unaweza ukaweka fine kwamba nikitumia tofauti na hapo nisipotimiza ile lengo kwa muda huu na katwa hela kiasi fulani. Labda unamlipa kwamba nakupa labda hii 100,000.
kila siku na kwa kila nitakachokuwa nimefanya unarudishia 10,000. Kama sijafanya ile 10,000 unabaki nayo ni ya kwako. Kwa hiyo itakusaidia ujue kwamba kuna kitu utakipoteza. Kwa hiyo lazima condition uweze kutimiza kile ambacho unatakiwa kukifanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kwamba unafanya matumizi yale tu ambayo ulikuwa umekusudia. Nimekusudia kuchukua mkopo kwa ajili ya kuimarisha biashara yangu. Je, ndio ninachokifanyia? Kwa sababu tuna aina mbili za mikopo. Lazima tujue. Tuna mkopo ambao ni sahihi na mkopo ambao sio sahihi. Mtaalamu anatuambia kuna mikopo sahihi na mikopo ambayo sio sahihi. Katika sababu zile zile ambazo umeziainisha, lakini bado kuna mikopo iliyo sahihi na ambayo sio sahihi. Ni kweli kabisa. Hatukopi kwa sababu tuna fursa ya kukopa. Lazima ujue kwamba je, mkopo ninaokopa ni mkopo sahihi? Utajuaje? Kuna mkopo ambao unakopa lakini haukuongezei thamani kwenye maisha yako. Kuna mkopo ambao utakopa ambao unapunguza thamani kwenye maisha yako. Kwa mfano, mkopo sahihi ni mkopo ambao uta appreciate in value. Yani kwamba unakopa kwa ajili ya kuwekeza kwenye asset. Asset ni kitu chochote ambacho kitakuingizia pesa mfukoni mwako. Sasa huo ndio mkopo sahihi. Ule mkopo utakaokopa ukuongezee pesa nyingine. Lakini sio ule mkopo unakufilisi unakuwa ni liability. Maana yake liability ni kwamba ni kitu chochote kile ambacho kinachukua pesa mfukoni mwako. Uone ukiona ni kizuri, sio kwamba ni kitu kibaya, ni kitu kizuri, lakini je, kinakuongezea pesa mfukoni? Kwa kitu chochote unachoenda kukopa kwa sababu yake, labda ni biashara, hakikisha unanunua kitu ambacho kitakuongezea thamani kwenye biashara yako. Lakini pia ujue kwamba je, na mkondo mwingine wa fedha wa kwenda kurejesha zile pesa, kwa sababu utakopa ndio kitu kile kuongezea thamani, lakini labda ni kitu ambacho labda tuseme umefanya matangazo, ndio anakutangaza kwenye biashara yako, lakini je, thamani yake itarudi lini? Kwa lazima ujue kwamba kuna namna ule muda ambao umeweka wa kukopa, wewe unajua kabisa kwa muda huu nitaweza kutengeneza pesa ya kuweza kulipa mkopo wangu. Naomba tuzungumzie kuhusiana na madeni. Sawa. Maana kuna watu huko hata makwao hawalali. Tuzungumzie maana tunakopa anaondoka kiza, anarudi kiza. Na kila akiona namba ngeni kwenye simu yake apokei. Sawa. Athari za madeni. Sasa madeni kwanza tujue kwamba madeni pia uliwekwa mkopo. Lakini ni mkopo ambao ulikosewa heshima. Madeni ni mkopo uliokosewa heshima. Kwa maana kwamba umekiuka sasa yale masharti ambayo mmekubaliana. Sasa madeni lazima ujue kwamba kuna dalili ukisha kuwa nazo kwenye maisha yako, ujue kabisa kwamba mimi naelekea kwenye madeni au niko tayari kwenye madeni. Tupe hizo dalili. Kitu cha kwanza tunazo hapa. Kitu cha kwanza, kama unakopa pesa kwa ajili ya matumizi ya muhimu, yani kwa ajili ya chakula, unakopa kwa ajili ya kulipa kodi, unakopa kwa ajili ya kufanya vitu vya msingi, ujue uko kwenye hatari ya madeni. Sawa. Lakini kitu cha pili, unakuwa bajeti yako haikufikishi kwenye muda ambao unatakiwa. Labda bajeti yako ya mwezi labda ni 200,000, lakini unajikuta kwamba katikati ya mwezi 200,000 imeisha. Inabidi ukakope. Kwa hiyo ni dalili mbaya kwamba uko kwenye hatari ya nini? Ya madeni. Maana yake bajeti yako haikufikishi pale ambapo unataka iishie. Kwa hiyo ni dalili nyingine kwamba hapa kuna king'ora kinapiga kwamba naingia kwenye madeni. Sawa. Lakini kitu kingine cha tatu na cha muhimu ni pale ambapo unajikuta kwamba unakopa kwa ajili ya kulipa madeni. Yani unajikuta kwamba unaita draft. Kwa hiyo unafukua shimo kwa ajili ya kuja kuziba shimo lingine. Kwa hiyo ni dalili kwamba tayari uko kwenye madeni. Kwa hiyo ukishajikuta yale mashimo humalizi kufukia. Maana si unaanza kufukia afu ndio unakuja kufikia. Unafukua afu unaenda kufukia. Kwa hiyo ukishafukia tena hapo utatafuta sehemu nyingine ufukue ili ufukie lile. Ukitoka tena ni hatari sana. Lakini kitu kingine cha mwisho ni kwamba umechukulia madeni ni kawaida, ni hali ya mazoea. Kwamba yani kwani madeni yanaua bwana? Wewe ushaye kumsikia mtu amekufa kwa sababu ya nini? Ya madeni. Sasa ukisha za kishujaa hizo. Umeona Sasa ukishajiona kwenye dalili kama hizo lazima uchukue hatua mapema. Kwa sababu gani? Kwa sababu madeni yana madhara. Yana madhara kwanza kwenye afya yako. Kuna watu ambao wakishasikia madeni tayari
afya zao zinakuwa ni changamoto, kwa sababu zile hata stress ziko kwenye maeneo mengi. Stress kubwa ziko za kwenye mahusiano na kwenye fedha. Ila hata kwenye mahusiano ukiangalia vizuri, kinacholeta stress ni fedha. Kwa hiyo kumbe hapa kwenye upande wa kisaikolojia ni kwamba stress zinakusaidia, zinasababisha wewe, kwa sababu ya madeni, yani stress zinazotokana na madeni, ukose uhuru. Unajikuta kwamba kama nilivyosema kwamba unaenda kanisani, unaenda kwa kuchelewa ili yule mtu asikuone. Mpishane. Ukishaona kwamba tayari watu wameingia kanisani na kuja wa mwisho ili ukae viti vya mwisho na uwahi kutoka ili asikuone. Unashindwa hata kuposti status, kwa sababu ukiposti tu anajua uko online, atakutumia message. Kwenye group unashindwa kuchangia. Ndio. Labda kwenye mko ofisini unashindwa hata kutoa hoja ya msingi ambayo inaweza ikanani, kwa sababu unajua mdeni wako yuko pale. Unashindwa kuvaa vizuri kwa sababu umenunua nguo mpya kwa sababu alafu mimi nakudai. Kwa hiyo madeni yanakukosesha uhuru. Lakini kitu kingine, madeni kama madeni yanakukosesha, yanavunja mahusiano na watu. Kuna watu ambao ni wa muhimu, lakini kwa sababu ulishakopa kwao, unakosa tena yale mamlaka waliokuwa wamekupa, kwa sababu madeni yanakusababisha unakuwa mtumwa. Sawa. Unakosa ule uhuru, kwa sababu unajua kabisa huyu ni mtu wa muhimu na sitaki kumpoteza. Lakini sasa ananidai na sijamlipa. Na ukishajiona unaanza kuwakimbia wale wanaokudai, ujue uko kwenye hatari kubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mtu ambaye hana uhuru kwa sababu ya madeni aliyokuwa nayo, na madeni mengi. Kwa hiyo anashindwa sasa kulipa, nianze na lipi, nimalize na lipi. Kwa hiyo anakosa uhuru na anakosa hata fursa ambazo angezipata kwa yule mtu ambaye anamkimbia kwa sababu tu ya deni. Pengine deni ni dogo kuliko fursa ambayo angeweza kupewa. Kwa hiyo kumbe ni vizuri, dawa ya deni wanasema ni kulipa. Sio kulikimbia au kumkimbia naye kudai. Kwa sasa tunamalizaje, Vincent? Kwenye kumaliza naweza nikasema kwamba usikope kama una maarifa sahihi ya kuhusiana na mkopo. Lakini pia uangalie sehemu sahihi ya kuweza kwenda kukopa. Na kabla hujakopa lazima ujiulize, je, ni muhimu nikope sasa au naweza nikakopa hata baadaye? Lakini kitu cha pili, naenda kukopa, nitalipaje? Lazima ujue kwamba kwa namna gani naweza nikarejesha mkopo wangu. Na kitu cha tatu, je, nitatumiaje huu mkopo baada ya kupata, na nidhamu ya kutosha ya kuweza kuutumia mkopo wangu kwa jinsi ambavyo nimepangilia. Ukishaweza hapo, basi wewe utaweza kutumia mkopo kwa faida. Kuna watu ambao wanatumia mkopo kutengeneza faida kuliko hata watu ambao wanatumia fedha ya akiba waliokusanya kwa ajili ya kufanya biashara.